hivi, utaenda kule, utafanya hivi. Kwa hiyo ni fursa ambayo mtu anaipata aliyejiajiri. Changamoto kubwa ambayo wanakutana nao watu waliojiajiri ni pale ambapo sasa yeye anapokuwa na majukumu yake yeye, kwa sababu anashindwa kujua namna gani ya kuendesha biashara yake. Kwa mfano, mtu amejiajiri, ana biashara yake, lakini muda huo anaona ndio wakati wake wa yeye kutokuwa mnyonge, si ndio? Na maanisha kwamba kuna vitu vingi unaweza ukawa unajizuia kwa sababu ya umeajiriwa, uwezi kuvifanya. Anaweza kusema nikifanya hiki bosi wangu atanionaje, nikifanya hivi nitafukuzwa kazi, nitafanya vile. Lakini kama unapokuwa umejiajiri, hiyo sasa ndio nafasi ambayo wewe inakuferisha. Kwa sababu gani? Utataka ufanye kila kitu ambacho unashindwa kukifanya wakati umeajiriwa. Sasa umejiajiri, unataka ufanye vile ambavyo ulikuwa unavikosa. Labda pengine nazungumzia starehe, labda kwenda kucheza kamari, umeona pool table, kacheze kamari tofauti, au uende katika mazingira ambayo pia kwa nafasi ambayo uko umeajiriwa ilikuwa inakunyima. Labda anaenda bar, kwenda kunywa pombe, naenda na washikaji, tunaenda hivi. Kwa muda wa kuifanya biashara yako uliojiajiri unakuwa huna. Hiyo ndio changamoto ambayo inawafelisha watu wengi waliojiajiri, kwa ufupi nikizungumzia hivyo. Kwenye swala zima la nidhamu ya fedha, nahisi aliyejiajiri ana umakini sana kwenye fedha kuliko aliyeajiriwa. Nikianza na mtu aliyeajiriwa. Mtu aliyeajiriwa katika nidhamu ya fedha anaanza kufundishwa na mwajiri wake, kwa sababu mpaka mwajiri anapata nafasi ya kukuajiri yeye kashaiheshimu sana fedha. Kwa unapata nafasi ya kujifunza namna ya kuheshimu fedha, kwa sababu lazima atakuwekea mazingira magumu ya kuitumia fedha, kwa sababu anajua kwa sababu ukiitumia fedha vibaya utatumia na fedha yake. Kwa atakuwekeza namna gani ngumu ya kuibudget fedha. Kwa mtu aliyeajiriwa ana nafasi kubwa ya kubudget fedha, labda yeye mwenyewe sasa awe na vitu vyake ambavyo anavifanya nje na hapo, kiasi kwamba kitamfanya apoteze fedha zake. Sasa tukizungumzia mtu aliyeajiriwa, aliyejiajiri mwenyewe, huyo aliyejiajiri, changamoto kubwa ya kutokuheshimu fedha, cha kwanza anaamini fedha ni ya kwake. Unajua katika biashara yoyote ile unaoifanya wewe, au shughuli yoyote unaoifanya wewe ndio mfanyakazi wa hiyo shughuli, na wewe ndio mfanyakazi wa hiyo biashara ulioianzisha. Lakini mtu wengine wanaamini kwamba hiyo biashara aliyoianzisha yeye ndio bosi wake. Kwa hiyo ana uwezo wa kutokuijali, kutumia fedha akiamini ni za kwake, akiamini anaweza kuzipata tena. Kwa ukishindwa kuiheshimu biashara, utashindwa kuiheshimu pesa, ndio chanzo cha kupotea. Ndio. Tuzungumzie swala la kuinvest, kuwekeza. Unahisi aliyejiajiri anawekeza sana kuliko aliyeajiriwa? Na nikizungumzia kwa mtu aliyeajiriwa, kuwekeza kwake inakuwa ni changamoto, kwa sababu cha kwanza, unajua katika maisha kuna fursa nyingi sana ambazo tunazipata pembeni ya ajira, si ndio? Kwa mfano unaweza kuta wewe upo sehemu ya ajira yako, kuna namna fulani unaweza kuipata pesa yako nje na pesa ya mshahara wako, ambaye kipato chako ukajua namna gani ya kukikuza, kwa sababu unajifunza biashara kupitia bosi wako. Lakini utakosa fursa ya kuajiri, kwa sababu unapiga hesabu, nafanya kazi labda kwa miezi 5, miezi 6, bosi wangu ananilipa kila mwezi 100,000. Lakini katika fursa yako wewe, kwenye akiba yako una akiba kama ya milioni 2, uweze kuanzisha biashara, kwa sababu unaona kabisa nikianzisha biashara kama hii bosi wangu atanichukuliaje, atajua namuibia na nini, na mimi biashara yangu bado changa. Itakufanya wewe ushindwe kuanzisha biashara, na utakosa hiyo fursa ya kuanzisha biashara kwa sababu umeajiriwa, mpaka pale mwajiri wako atakapokupa hiyo nafasi kwamba ukifanya hivi, fanya hivi, lakini bado huwezi kufanya kwa ukubwa ule, kwa sababu utakuwa unahofia hata nifikiriaje. Umeona, hiyo ni changamoto kwa mtu aliyeajiriwa. Ila kwa mtu aliyejiajiri anayo fursa ya kukuza biashara yake kama akiamua kuwa mchapakazi na akaweza kuiongeza. Kwa sababu gani? Hana kipengele cha mtu yote ambaye anamuingilia kwenye hiyo biashara yake. Anaweza akawa anafanya biashara ya kawaida tu, kesho kutwa akapata kitu cha kuongezea kwenye biashara yake, ataongezea. Amepata hiki cha kufanya kwa ajili ya kuongezea biashara yake, atafanya. Ana fursa ya kufanya kitu tofauti kwa sababu biashara ni ya kwake. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kumuingilia kumuuliza umetoa wapi pesa, umefanya nini, imekuaje biashara yako ilikuwa hivi, imepanda. Ni namna gani ambavyo wewe unaweza kuikuza biashara. Kwa hiyo mtu aliyekuwa na nafasi ya kuongeza pato kwenye biashara yake ni mtu aliyejiajiri. Ndio.
vijana wengi wamekuwa wakiwa mashuleni, sekondari, vyuo, wanakuwa na expectation tunatamani tukaajiriwe. Kumbe kujiajiri ndio kuna fursa kubwa, kwa sababu tayari tunazungumzia kwamba kujiajiri kunakuwa na vipengele vingi ambavyo ni extra, ni unaweza kupata fursa nyingine au tofauti kazi unayoifanya. Lakini vijana wengi tunatamani tukaajiriwe. Unahisi kwamba mawazo yetu ni chanya au ni hasi? Kwa mtu wengi sana wanaofikiria kwenda kuajiriwa ni mawazo hasi nikizungumzia. Kwa sababu gani? Kuna kunyima fursa. Yaani unapoajiriwa unatakiwa ufanye ile ajira yako. Uweze ukaacha kazi ya mtu kwamba eti mimi naenda kufanya kazi fulani. Yaani haiwezekani. Kwa sababu mimi nimekuajiri bana, wewe utaniuzia mimi mayai au utatembeza mtaani, nitakulipa mwisho wa mwezi kiasi kadhaa. Lakini mtu uweze ukaniambia kwamba sasa bana, mimi hapa nimepata kazi, ngoja nikaifanye, mayai yako nitauza jioni. Yaani haijalishi wewe utauza umalize, haijalishi wewe utauza ufanye nini, wewe upo ndani ya mikono yangu, utakao ufanye kile nacho kitaka mimi. Fursa pekee iliyopo kwa vijana wengi ni pale unapopata nafasi ya kujiajiri. Ukiwa na biashara yako, unaweza ukaisimamisha kwa ajili ya kufanya kitu kingine kwa lengo la faida ile ile. Ukirudi utafungua biashara yako, utapambana, ina maana pato lako litaongezeka. Kwamba leo mimi huwa na biashara yangu nafungua hapa asubuhi, nafanya mpaka jioni, lakini nimepata kazi hapa asubuhi ya kwenda kufanya hapa mpaka saa 6. Biashara yangu mimi nitafungua saa 6. Ngoja nikapambane, nitapata 20,000 nitaongeza kwenye biashara yangu. Kwa nafasi zaidi kwa vijana na fursa nzuri, na kitu ambacho watakuwa vijana watambue ni kujiajiri wewe mwenyewe. Hiyo ndio ina fursa kubwa kwako, hiyo ndio ina mafanikio makubwa kwako, na hiyo ndio inatimiza ndoto zako. Tuzungumzie swala la matumizi ya fedha. Tulikuwa tunazungumzia swala la nidhamu, tukazungumzia swala la kuinvest, na sasa tuzungumzie swala la matumizi ya fedha. Aliyeajiriwa na aliyejiajiri, unahisi ni yupi anatumia sana fedha kuliko mtu mwingine? Cha kwanza hapo, kwa mtu aliyeajiriwa ana nafasi nzuri ya kutokutumia fedha, kwa sababu tayari yupo katika majukumu yake na mahitaji yake yote yapo chini ya usimamizi wa bosi. Si ndio? Inategemea na bosi wako pia na anakutreat vipi. Unajua kuna mtu anakuajiri mradi umfanyie kazi yake, ila kuna mtu anakuajiri ili mradi na wewe ufanye kazi, kesho upate cha kwako, ionekane hujatoka kwake bure. Kwa mtu wa kwanza ambaye naamini anaheshimu fedha ni mtu aliyeajiriwa. Huyo anaheshimu fedha, hata matumizi yake yanakuwa hayapo, yani tofauti labda ni uruka yake yeye mwenyewe ya matumizi ya ziada. Lakini asilimia kubwa mtu aliyeajiriwa ni mtu ambaye anaheshimu fedha, kwa sababu yupo katika mafunzo ya kuheshimu fedha katika biashara ya mtu. Kwa sababu ukiwa katika biashara ya mtu huwezi kuchukua pesa yake ukala katika biashara. Lazima utaiheshimu pesa yake, lazima utaijali pesa yake. Kwa kadri unavyoijali ile pesa yake, basi ndio unazidi kupata nidhamu ya hiyo fedha, kwa sababu tayari umejifunza kuiheshimu hela ya biashara ya bosi wako aliyekuajiri. Mtu aliyeajiriwa, aliyejiajiri sasa, changamoto yake kubwa inakuwa katika mazingira ya fedha. Huyo wengi wao wanafeli, kwa sababu tayari wanaamini ile fedha ni ya kwao. Umeona, nidhamu ya ile fedha wanakuwa hawana kwa asilimia kubwa. Mtu anaipata fedha, namna ya kuiwekeza, namna ya kuipambania inakuwa sio kwa nguvu kubwa kama mtu aliyeajiriwa katika kuiheshimu. Yeye anaitumia kwa sababu anaamini yeye ndo ana mamlaka nayo. Kwa mtu aliyejiajiri, asilimia kubwa, sio wote, ila asilimia kubwa ya watu wengi ambao wanajiajiri, hasa walioko chini, huwa wanashindwa kulinda fedha zao wanazokuwa wanazipata, kwa sababu wanakuwa na matumizi makubwa kuliko kipato wanachokitengeneza. Kijana anayejitafuta aondoke na lipi kutoka kwako, kujiajiri ama kuajiriwa? Kijana anayejitafuta kutoka kwangu mimi naweza kumshauri ajiajiri. Kama akipata nafasi ya kujiajiri, basi ajiajiri. Na kujiajiri sio kwamba mpaka uwe na kipato kikubwa sana. Unaweza kuwa na kipato kidogo ila ukawa na majukumu ambayo pia ni madogo. Kuna wakati kila mtu ana majukumu makubwa sana katika maisha, yani kwamba kuna watu wanaomtegemea, kuna watu wanaotarajia kuwafanyia vitu vizuri, kuna mambo mengi anayotarajia yeye mwenyewe, ndoto zake na vitu vingi. Lakini cha kwanza lazima ujue namna gani ambavyo wewe ukishaenda kwenye biashara yako, utaifanya vipi biashara yako, utaweka malengo gani, utaweka akiba gani, utajituma vipi kiasi kwamba uweze kufikia ile level ambayo wewe unaweza kuwasaidia watu. Kweli tuna watu wanatutegemea, ila lazima ujue kuna wakati wa kuwasaidia watu wanaotutegemea, na kuna wakati ambao watu wanaotutegemea wanapaswa watuvumilie
tusaidie, kwa sababu tukiwa wote hatuna pia hatuwezi kusaidiana. Kwa hivyo ukiwa nacho kidogo, basi jaribu kukibana, jaribu kukitunza, jaribu kukiheshimu, jaribu kukipambania ili uweze kufikia malengo yako. Na sifa kubwa ya kujiajiri ni nafasi kubwa ya kutumia nguvu yako, kwa sababu unapata nafasi ya kutumia nguvu yako katika utafutaji, kwa sababu umejiajiri wewe. Unatakiwa wewe ujue unalipwaje huo mshahara na biashara yako, unatakiwa ujue wewe unaikuzaje hiyo biashara yako, unatakiwa ujue hiyo biashara yako itakusaidia vipi na itakupeleka wapi. Kwa nikizungumzia hivyo kwa mtu ambaye ana fursa zaidi ya kufanya, kwa kijana anayekuja, ajiajiri na apambane katika ajira yake, kwa sababu huyo ndio bosi wake. Tunakushukuru sana. Asante sana pamoja.